Yaani huo muda kaka haelewi. Gari la mjuli serikali limeenda, maskari wengine wakawa wamebaki pale. Basi kaka ikabidi ajitahidi kwenda nyumbani. Sasa amenyuka hivi anatembea hatua mbili, nguvu zikaisha, akawa kadondoka, kazimia pale pale. Sasa walikuwa wanamfahamu, kama walikuwa kama watatu jamaa zake, wakawa wamembeba pale, na dada mmoja hivi alikuwa jirani yake. Wakawa wamembeba, wakamsaidia kumpeleka mpaka nyumbani pale. Wamefika nyumbani wanakuta mtoto analia tu, na yeye haelewi, yani analia vibaya mno, njaa ishamkaba imemnyosha. Unaona? Basi kabidi waanze kumpa huduma ya kwanza pale kaka, pepea huku, pepea kule, wapi bado anyenyuki, pepea huku, weka maji kitambaa vya baridi huko kwenye miguu, bado tu. Muda ukapita kidogo, bahati nzuri akawa fahamu zimerudi. Alivyorudi akanyenyuka, anashangaa imetokea nini? Ndio akawa amemwambia pale kuwa mpole kwanza. Na wale walikuwa wamemleta walikuwa wamebaki wawili, wengine walikuwa wameshaondoka. Unaona, walikuwa wamebaki jamaa zake wawili. Basi kuamka pale ndo akili zikaanza kurudi sasa, tukio akaanza kulikumbuka. Alipokumbuka ile tukio sasa ndo akapata nguvu, akachukua simu yake, akapiga nyumbani, akampigia mama. Wakawa wamesalimiana pale. Baadaye nikasikia tu mama anamuuliza kwamba kuna shida? Unaona, kaka akawa akamuelezea sasa kwamba imetokea kila kitu, akamuelezea kila kitu. Akawa amemuomba sasa mama kama inawezekana awahi kwenda kumsaidia mapema. Basi mama akawa amemwambia sawa, ngoja nimwandae na mdogo wako ili nikifika pale nimwache pale nyumbani na mtoto, alafu sisi twende hospitali moja kwa moja sasa hivi. Unaona? Basi mama kama ikata simu pale haraka nini, kaka sasa amemaliza tu kuongea na simu, akili yani imeruka, haelewi. Ikabidi amwambie jamaa yake mmoja, sisi tutaangulia, mama akifika atatukuta hospitali kule. Ina maana akamwomba jamaa yake, maana walikuwa wawili, mmoja abaki na mtoto afu mwingine aondoke naye kwenda hospitali. Bahati nzuri jamaa walikuwa wanaelewana, walikuwa ni marafiki. Basi wawili wakawa, kaka na rafiki yake mmoja, wakawa wameelekea hospitali. Wamefika hospitali, wanaambiwa kwamba subirini kwanza, mgonjwa wenu tumemfikishia ICU. Muda wa kwenda kuwaona huko bado haujafika, ukifika mtaruhusiwa kwenda. Ikabidi wakae pale kwenye bench pembeni pale kwa ajili ya kusubiri muda. Kaka chozi linatoka, haelewi. Rafiki yake akawa anambembeleza, anamwambia ndugu yangu jikaze. Haya ni maisha, yani hizi situations zinatokea tu, hizi ni ajali. Hawezi kupinga ajali, yani ajali hainaga kinga. No. Lakini kaka analia, haelewi, yani anaona kama vile anashauriwa vitu anavyoshauriwa havipiti, havina maana. Unaona? Sasa akiwa amekaa pale, bahati nzuri mama naye huku haraka akawa ameshafika kwa kaka pale, akawa amemwacha dada na mtoto pale, akawa anamlea. Mama akachukua boda akakimbia hospitali mapema sana. Amefika hospitali akawakuta wamekaa pale kaka na rafiki yake. Mama amefika hata asalamu hakuna, akamuita kaka, akamwambia kwamba wewe umeshawapa taarifa nyumbani kwao? Umewapa taarifa? Babake anajua? Kaka ndo kushtuka sasa. Akamwambia mama, Mungu wangu,